awe nanyi. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema na kazi yake wao. Basi ni siku ambayo tunakusanyika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya watoto wetu, wahitimu wetu kidato cha 4. Tuwapigie makofi. Tumekusanyika kuadhimisha adhimisho hili la Ekaristi Takatifu kama tendo la shukrani ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza kabisa kwa shule yetu ya Mtakatifu Maria de Matias kuadhimisha mahafali ya 13. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wahitimu 107 ambao leo wanakuja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi ambayo amewatendea katika maisha yao. Kumbe tunapowaombea wao wanapomshukuru Mwenyezi Mungu, tunaiombea pia na shule yetu. Mwenyezi Mungu kwa maombezi ya Mtakatifu Maria de Matias aendelee kuiongoza, iendelee kufanya vizuri. Kumbe tunamuomba Padre Father Tito atuongozee adhimisho hili la misa takatifu kama sehemu ya shukrani, kuungana pamoja na kidato cha 4 ambao wanamshukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo. Karibu Father. Pamoja na nia hiyo kuu ya shukrani, basi zipo na nia nyingine, ikiwa ni kidato cha 4 kwa maombezi ya Mtakatifu Maria de Matias. Wanapenda kushukuru Mungu kwa siku ya leo. Pia wanapenda kuombea wazazi, uongozi wa shule, walimu na wanafunzi wote furaha na amani. Lakini pia kidato cha 4 wanapenda kuomba Mungu awasaidie katika mitihani yao ya taifa. Mungu Roho Mtakatifu awashushie mapaji yake, awakumbushe yote waliosoma na kuongoza katika kila hatua ya mitihani yao. Lakini pia wanaendelea kuliombea taifa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Mungu awalinde raia wote na viongozi wote na ajalie nchi yetu amani. Lakini pia kidato cha 4 wanaendelea kuombea rafiki yao Grace, pumziko la milele mbinguni. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Amina. Karibu Father Peter. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika adhimisho la sadaka ya misa takatifu, tukiwa na moyo wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa mema mengi aliyotukirimia, na kwa namna ya pekee kwa wahitimu wetu, tukiendelea kumwalika Mungu Roho Mtakatifu ili aendelee kuongoza na kuangazia ili waweze kufanya vizuri mitihani iliyoko mbele yao. Mara zote zile ambazo tumeshindwa kutimiza wajibu zetu, tumekuwa wazembe katika kusoma na kufaulu vizuri, tuombe msamaha ili tupate kusailishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nani ndugu zangu, niombeni kwa Bwana
Ee Mungu, unawahurumia na kuwasikiliza daima watumishi wako wanapokumbwa na dhiki. Tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na kukusihi utupwe na maovu yote, ili tukutumikie daima kwa furaha. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo la kwanza. Somo la kitabu cha Wafalme wa pili, sura ya 5 aya ya 14 hadi ya 17. Somo la kwanza. Somo la kitabu cha Wafalme wa pili, sura ya 5 aya ya 14 hadi ya 17. Naamani alishuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala 2, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Neno la Bwana.
machoni pa mataifa, ameidhihirisha haki yake. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda, kwa maana ametenda mambo ya ajabu, ya ajabu, mambo ya ajabu, ametenda mambo ya ajabu. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda, kwa maana ametenda mambo ya ajabu, ya ajabu, mambo ya ajabu, ametenda mambo ya ajabu. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Shangilieni Bwana nchi yote, inueni sauti, imbeni kwa furaha. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda, kwa maana ametenda mambo ya ajabu, ya ajabu, mambo ya ajabu, ametenda mambo ya ajabu. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda, kwa maana ametenda mambo ya ajabu, ya ajabu, mambo ya ajabu, ametenda mambo ya ajabu. Somo la pili. Somo katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Timotheo wa pili, sura ya pili, aya 8 hadi 13. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, kwa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yake. Nami katika hiyo nimeteswa kama mfungwa, kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo nastahimili mambo yote, kwa ajili ya wateule, ili wao nao upate wokovu ule katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye, na kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Neno la Bwana. Shangilio.
Mwinjili Luka sura ya 17 aya ya 11 hadi ya 19. Yesu alipokwenda njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, "Ee Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu." Alipowaona aliwaambia, "Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, "Hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wao wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu?" Akamwambia, "Inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa." Neno la Bwana. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema na kazi yake Akamkazia macho, akampenda. mkanikazia macho, Tukakupenda. tukawakazia macho form 4. Tukakupenda. Kristo. Wapendwa, leo ni siku ya pekee sana. It is a day of joy. Ambia jirani yako, it's a day of joy. It's a day of joy. It's a day of celebration. It's a day of congratulation. It's a day of thanks. Tunakutana wote siku hii ya leo, neno letu kubwa likiwa ni shukrani. Neno letu kubwa likiwa ni asante. Tunaungana na kidato cha 4 ambao wanajaribu kuonesha furaha yao kubwa. Na wanapoonesha furaha yao kubwa, wanaungana na huyu mtu mmoja ambaye tumeambiwa katika somo la Injili, baada ya kushuhudia makuu ambayo Mwenyezi Mungu amemtendea kwa kumponya, anakumbuka, anarudi, anakwenda kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani. Kumbe na sisi leo form 4 mnaonesha moyo wa unyenyekevu, moyo wa kutambua thamani ya upendo ambao Mwenyezi Mungu amewaonesha, moyo ambao unaonesha kwamba mnatambua kwamba hamkustahili kufika hapa mlipofika, ila ni Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amewafikisha hapa mpaka leo mnahitimu kidato cha 4, mnafanya mahafali, mnarudi kumwambia Mungu asante. Tuwapigie makofi form 4 kwa kuwa na moyo huo wa shukrani. Hawa kidato cha 4 ni watu ambao ni waungwana, kwa sababu siku zote mtu ambaye anakumbuka fadhili ambazo ametendewa na Mwenyezi Mungu halafu anarudi kusema asante, huyo ni muungwana. Kumbe tunapoungana na kidato cha 4 leo, wanaposema wanamshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza wanapomshukuru Mwenyezi Mungu, wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya kuwapatia wazazi ambao wamewalea, lakini baadaye wamekubali kugharimikia elimu yao na kuwaleta katika shule hii yenye viwango, shule yenye ubora, shule yenye hadhi. Tuwapigie makofi wazazi. Lakini
wanapowashukuru wazazi, wanawashukuru pia hata walimu wao ambao wamesafiri nao tangu walipoanza kidato cha kwanza na sasa wamefika kidato cha 4 wanahitimu. Licha kwamba ya hitilafu za hapa na pale, viboko vya hapa na pale, lakini leo wamewafanya waonekane kama walivyo. Tuwapigie makofi walimu wetu. Lakini pia wanapomshukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo, wanashukuru uongozi wa shule hii ya Maria de Matias, masista wote ambao wanafanya kazi hapa na wafanyakazi wote ambao wamewasindikiza, ambao wamekuwa msaada kwao mpaka leo wanafikia siku ya leo. Tuwapigie makofi masista, uongozi na wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi katika shule Mtakatifu Maria de Matias. Huyu ndugu ambaye anakumbuka fadhili na kurudi kumshukuru Mwenyezi Mungu, anarudi kumshukuru kwa sababu tukumbuke katika jamii ya Kiyahudi, mtu ambaye alikuwa na ukoma ni mtu ambaye alitengwa, hakuweza kufanya chochote, na hapana shaka hata ndoto zake zilikuwa mashakani kufikia ndoto zake. Kwa hiyo ni kama kusema anarudi kumwambia Mungu asante kwa sababu anaona ndoto zake zinakwenda kutimia. Na kidato cha 4 wanapomshukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo ni kama kusema wanaona kwamba ndoto zao zinakwenda kutimia, na ndoto ya kwanza ni ya kuhitimu kidato cha 4. Kuhitimu kidato cha 4 si jambo dogo, ni jambo kubwa. Jipigie makofi wenyewe. Ndoto kuifikia ina safari. Unapaswa kuilea hiyo ndoto yako, unapaswa kuitunza ili uweze kuifikia. Na ninyi leo mpo safarini kuelekea ndoto zenu ambazo mnazitamani katika maisha yenu. Na ndoto ya kwanza ya kuhitimu kidato cha 4 tayari imefika. Lakini tufanye nini ili tuweze kufikia hizo ndoto zetu vizuri na tuweze kufanikiwa katika maisha yetu, hicho ambacho tunakitamani tuweze kufika? Cha kwanza kabisa tunasema ni lazima ndoto yako hiyo uipende na uishi. Ambia jirani yako, love your dream, live your dream. 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 Hapana shaka mlikuwa mnapenda ndoto zenu ambazo mnataka kuzifikia katika maisha yenu, na ndio maana mkawa wavumilivu, mkawa wanyenyekevu hata kufikia siku ya leo ya kidato cha 4. Lakini kufikia hapa kidato cha kuhitimu kidato cha 4 ndio mwanzo wa kuendelea sasa kufikia ndoto zenu. Baada ya ninyi kusoma hapa miaka 4 ili muweze kufikia na kukamilisha ndoto zenu ambazo mnaziwaza, yapo mambo ambayo tunapaswa kuyafanya. Jambo la kwanza kabisa, ili basi hapo tulipofikia, ili tuweze kufikia ndoto zetu vizuri kabisa, jambo la kwanza ambalo tunapaswa, na tunaamini msingi nzuri mmeshajengewa na shule hii ambayo inatoa elimu ya viwango ya juu, elimu bora, ni kujitambua, self awareness. Hebu jisemeni wenyewe, self awareness. Self awareness. Kujitambua. Elimu hii ya kidato cha 4 imewapatia msingi wa kwanza kabisa wa kujitambua, na kujitambua kunaendana sasa na kuweka lengo thabiti la maisha yenu, kwa sababu tunasema maisha bila lengo ni tasa. Kwa ninyi kwa kuhitimu kidato cha 4 tunawaombea muendelee kudumu katika malengo ambayo mmejiwekea. Lengo la kwanza mmeshalimaliza la kuhitimu kidato cha 4, lakini sasa muendelee kudumu katika lengo ambalo mnataka kulifanya katika maisha yenu. Baada ya kutoka hapa, hatutegemei kwamba mwanafunzi wetu ambaye tumempatia elimu ya kujitambua atakwenda kuishi ovyo ovyo, atakwenda kuishi kama mtu ambaye hana lengo katika maisha yake, ambaye ana utasa katika maisha yake. Elimu ambayo umeipata hapa tunategemea iende kuzaa matunda huko mnakoenda, na kila moja anachofikiri kuifanya baada ya hapa. Lakini pia jambo la pili ambalo tunapaswa kulishika na kulishikilia ili basi tuendelee kufikia ndoto zetu ambazo tunazitaka, ni lazima safari yetu baada ya kuhitimu kidato hiki cha 4 tusiache
tusiache kumtegemea Mungu katika maisha yetu na katika mambo yote ambayo tunayafanya baada ya hapa. Mungu asiwekwe pembeni. Mungu huyo ambaye amewalinda na kuwaongoza tangu mlipoanza kidato cha kwanza, basi huyo huyo muendelee kumtegemea, huyo huyo muendelee kumwomba pale ambapo mtakutana na changamoto. Kwa sababu baada ya hapa sasa tunaenda kuingia katika hatua inayofuata, kidato cha 5, kidato cha 6. Labda pengine wengine tutaenda vyuo, tutaenda wapi, lakini kote huko tusisahau kumwomba Mungu, tusimwache Mungu, kwa sababu yeye ndiye ambaye atatuongoza, yeye ndiye ambaye atatusimamia na kufanya ndoto zetu ziweze kufikia. Lakini jambo la tatu ambalo sisi baada ya kupata elimu ya hapa tunategemea ili tuweze kuishi ndoto yetu, tuweze kufikia ndoto zetu, ni lazima baada ya kutoka hapa tukaoneshe nidhamu na bidii ya hali ya juu. Nimesemaje? Nidhamu na bidii ya hali ya juu. Sababu kama shule yetu imewapatia mafunzo yote, imewapatia na kuwajenga katika misingi ya nidhamu na bidii, baada ya hapa tunategemea na ninyi mkirudi nyumbani mkaoneshe tofauti kwa wazazi, kwa kuonesha nidhamu ya hali ya juu na bidii ya hali ya juu. Mwanafunzi wa kutoka Maria de Matias tukirudi nyumbani, kama zamani ulikuwa unashindwa kuosha vyombo, ukirudi mama seme, toto hili sasa hivi limebadilika, linaweza hata kuosha vyombo. Hapo mzazi atapata faraja, lakini na wewe ni mwanzo wa mafanikio. Kama ilikuwa ni kupiga mbavu tangu asubuhi mpaka jioni, sasa hivi kufika uone kwamba una uwezo wa kuamka asubuhi, unawaosha wadogo zako, unawaandaa wadogo zako, unafanya mambo yote. Sasa huyu hakwenda kuzurula katika sekondari ya Maria de Matias, badala yake alikwenda kupata elimu, na elimu ile imemsaidia, na sasa tazama mtoto wetu amekuwa ni mwingine. Na hapo mtakuwa mabalozi wazuri hata kwa watu wengine, halafu hata wazazi mtawapatia faraja, nao watajisikia fahari katika maisha yao na watajisikia fahari kuwa pamoja na ninyi. Msifanye watoto wenu, wazazi wenu baada ya kutoka hapa wajute kwamba kwa nini tulimpeleka shule mtoto huyu. Hapana, badala yake wasikie kwamba wakukuleta katika shule hii, wakupeleka sekondari, na kwa elimu ambayo umeipata baada ya kidato cha 4, sasa umekuwa mtu tofauti, umekuwa ni baraka katika familia, umekuwa ni baraka kwa wadogo zako, umekuwa ni baraka kwa marafiki zako. Lakini pia jambo jingine ambalo tunategemea watoto wetu wazuri baada ya kuhitimu kidato hiki cha 4 kwenda sasa huko mtaani kuendelea na hatua nyingine, tunategemea ni watu ambao mnakwenda kuishi maadili. Maadili vizuri kwa watu ambao ni waadilifu. Sasa mwanangu wa kidato cha 4 ambao umemaliza hapa, nitasikitika sana na kukutana na wewe mtaani mbele kwamba yaani tangu asubuhi mpaka jioni ndipo power naishi wa power. Hapana. Tokume niangusha sana. Nenda ukaishi maadili mazuri ambayo umepata. Kwanza umepata bahati ya kusoma shule ya kanisa ambayo imekukuza, umepata maadili ya kiakili, lakini pia umepata maadili hata ya kijamii. Kwa maadili hayo tunategemea mwende mkayadhihirishe na mkayaishi katika dunia hii ya leo ambayo ina changamoto nyingi sana. Lakini pia jambo jingine ambalo tunategemea kwenu ninyi baada ya kutoka hapa, elimu ambayo mmeisoma ikawafanye muwe binadamu. Ikawafanye mweje? Binadamu. Elimu mlioipata ikawafanye muwe binadamu. Sababu kama mmeelimishwa, kama mmefundishwa, basi ninyi tunategemea msifanye kama watu wengine ambao hawajaenda shule, ionekane tofauti kati yako wewe na watu wengine. Na ukienda kule wewe ndio ukawe chanzo cha kutransform hiyo jamii ambayo inakuzunguka. Wale wote ambao kupata bahati labda ya kwenda shule, ufanye nini? Wewe uoneshe uwezo wa tofauti, na wakikuona wasema mtoto huyu ambaye ametoka katika sekondari ya Maria de Matias ni taa, mtoto huyu ni nuru, mtoto huyu ni chumvi. Hata watu wengine waseme twende kwa yule mtoto tukajifunze. Anaonekana mtoto mdogo lakini maarifa mengi, mtoto mdogo lakini hekima ya kutosha. Kumbe mnapotoka hapa sisi tunajua tunatuma barua zetu ambazo zinakwenda mtaani, tunatuma barua zetu
ambazo zinakwenda ulimwenguni kubadilisha ulimwengu, na watu wakiwaona wawatazame na kuwaona kwa ninyi ni taa. Mwisho kabisa, tunaendelea kuombea katika mitihani yenu ya taifa. Basi Mwenyezi Mungu awe pamoja na ninyi muweze kufanya vizuri. Lakini baada ya kufanya ile mitihani yenu, tunawatakia pia mkafanye maamuzi mazuri ya nini ninakwenda kufanya. Kumbe muda huu sasa, baada ya kuhitimu kidato cha 4, tunaamini sasa ni muda ambao mtapata utulivu na kuanza kuamua, mimi nataka kuwa nani? Mimi nataka kufanya nini? Mimi nataka kuifanyia nini dunia? Dunia initambue kwa lipi? Basi msiende kukaa na kuishi kama watu ambao hawajaamua. Mtakuwa ni mfu. Nendeni sasa, ni wakati wenu wa kukaa chini na kutulia na kuamua juu ya ndoto zenu. Mnataka mkafanye nini? Mnataka mufanye nini ulimwengu? Na hapo Mungu atawabariki, atabariki hicho ambacho mmeamua. Lakini tusipoamua, Mungu atabariki nini? Ni lazima tuamue, na Mungu abariki jitihada zetu, abariki hicho ambacho tumekiamua. Kristo. Tusimame kwa maombi. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tutaitikia, tutakuomba utusikie. Tunaliombea kanisa, hasa Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadri na watawa wote waweze kudumu katika utume wao uliotukuka. Bwana, tunaombea wahitimu wote wa kidato cha 4. Mungu awazidishie afya njema ya roho na mwili, ili waweze kuishi yale mema waliojifunza kwa kipindi cha miaka yao 4 hapa shuleni. Bwana, tunaombea wanafunzi wote, hasa wa shule ya Maria de Matias. Mungu Mwenyezi aweze kuwajalia afya njema na bidii katika masomo yao, ili waweze kufaulu vizuri. Bwana, tunaliombea taifa letu lote, viongozi wetu wa serikali na wananchi wote wadumu katika amani, upendo na ushirikiano. Bwana, tunajiombea kidato cha 4, matokeo mazuri katika mitihani yetu itakayofanyika mwezi wa 11. Mungu atutangulie na kutuondolea hofu ili tufanye vizuri. Bwana, tunaombea wazazi wetu, walimu na wafanyakazi wote waliotusaidia katika malezi bora, elimu bora na huduma mbalimbali za kiroho na kimwili, wapate afya njema, baraka na neema tele katika maisha yao. Bwana, tunamwombea mwanafunzi mwenzetu Grace Pascas aliyetangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu amjalie pumziko la milele mbinguni pamoja na marehemu wote. Bwana, raha milele umpe. Bwana, wapumzike kwa amani mbinguni. Amina. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, ulimtoa mwanao kwa ajili yetu, ili kwa hisani yake atupwe mautini na katika maovu yote. Tunakuomba upokee kwa huruma sadaka hii, ambayo tunakutolea kwa ajili ya kukushukuru, kwa kuwa umetuondoa katika taabu zetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uli mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele. Wewe una haja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako, tunachokurudishia kwa shukrani. Maana nyimbo zetu za sifa zikuzidishi kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu, tukiungama kwa furaha. Tunakuomba
Bwana, kweli mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata macho yake dhabihu safi tolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani yetu. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe aletaye wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambao ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, Mtakatifu Gaspari, Mtakatifu Maria de Matias, mwenye heri Yohani Merlin, na watakatifu wote ambao tutategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu,
alete amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, na askofu wetu mkuu Beatus Nyaia, na askofu msaidizi Godi Kibozi, pamoja na maaskofu wote wa Klero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwenye wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaojalia ulimwengu neema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Bwana, tunakuomba utupui katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upinde kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako,
unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Unapomtakia amani jirani yako, umwambie love your dream, live your dream. Love your dream, live your dream. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Kristo wanaoshiriki ni Wakristo wa Katoliki.
Nao ambao wamejiandaa vizuri, karibuni.
Bwana, nitakushukuru kwa moyo wangu wote, kwa maana umeyasikiliza maneno ya kinywa changu. Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya mkate huu wa uzima, unapenda kuwafungulia watumishi wako kifungo cha dhambi na kuwatia nguvu kwa wema wako. Utujalie tuzidi daima kuelekea utukufu tunaotumaini, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Moto. Never lose love, never lose hope, never lose peace towards your success. Kristo. Naomba dakika mbili tuketi. Kabla hatujamkaribisha MC, yeye tutamkaribisha baada ya kumaliza adhimisho la sadaka ya misa takatifu ili aweze kuchukua uwanja wake. Awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya siku hii ya leo, kwa zawadi ya shule hii, kwa zawadi ya masista waabuduo damu azizi ya Kristo, na pia kwa zawadi yenu ninyi nyote wanafunzi na wazazi mlioko hapa. Hakika tunamwambia Mungu asante. Tumpigie Mungu makofi mengi kabisa. Shukrani za pili ni kwa mhubiri wetu wa siku hii ya leo, baba yenu wa kiroho Father Benjamin Mwinuka. Father Mwinuka, tunasema asante sana kwa mafundisho yako mazuri ambayo umetoa siku hii ya leo. Mwenye masikio nasikie, mwenye masikio nasikie. Love your dream, live your dream, live your dream, love your dream. Nimependa sana hii slogan ya ndugu Mwinuka. Alipokuwa anaongea slogan hii nikakumbuka maneno ya William Arthur. Yeye anasema hivi katika to love your dream and live your dream. Yeye anasema, anatumia maneno haya: if you can imagine it, you can achieve it. And if you can dream it, you can become. Kristo. Can you repeat it? Form 4. What are you imagining? What are you dreaming? Success. 4 ways of success. You have to understand what you are doing. After understanding it, you have to love it. After loving it, you have to keep on moving, keep on concentrating, keep on focusing, keep on having consistency on what you are doing. At last, you have to persevere of what you are doing. At the end of the day, you are going to achieve your dream. Kristo. In reference with the words of Mahatma Gandhi, do you remember it? Yes. Do you remember it? Yes. Are you believing that when you love your dream, you can achieve it or you can have it
Do you believe on it? Yes. My belief or my beliefs becomes my thoughts. My thought becomes my words. My words becomes my actions. My actions becomes my habits. My habit becomes my values becomes my destiny. My values becomes my destiny. Then, if you can imagine it, you can. If you can dream it, you can. Basi Mungu Mwenyezi akawasimamie mkaamini katika ndoto zenu. I swear to God, you are going to achieve it. You are going to become. Na wazazi mlioko hapa, make sure hawa tayari wana maarifa ambayo walitamani kuyapata hapa shuleni. Na ni shule ambayo imewapa maarifa mazuri na maadili mazuri. Kinachobaki kwenu wazazi ni kuwapa ujuzi wanaporudi kule nyumbani. Sergeant Mwinuka amesema ya kwamba ukipiga mbavu kulala kwanza unalalia umaskini. Ukienda kule nyumbani unachotakiwa kwenda kutengeneza ili uweze kuwa mwanadamu aliyekamilika, lazima utengeneze ujuzi. Maarifa tu kwa yenyewe hayatoshi. Lazima pia ucultivate maadili ambayo amesema self awareness and self discipline. At the end of the day lazima ujue unafanya nini. Ujuzi. Wanangu, katika ulimwengu wa sasa hayo mambo matatu yanaenda sambamba. Competence is not enough. You need really to be committed of what you are doing. And you need to comply with the principles or rules and regulations kadiri ya kile ambacho unafanya. Hapo utafikia yale malengo ambayo unatamani katika maisha yako. Vinginevyo lengo lako litakuwa ni tasa. Wangapi wanataka kuwa tasa? Kemea hiyo nguvu ya shetani, sema ya kwamba I want to become what I dream. I want to achieve what I really imagine in my life. Kristo. Basi Mungu akawabariki wote mkapate division 1 ambayo tunasema distinction. Maneno yangu kwa leo kwenu ni hayo, na naamini yanawatosha. Tusimame kwa baraka. Bwana awe nanyi. Mungu Baba wa mianga aliyependa kuangaza akili ya wanafunzi kwa kuwamiminia Roho Mtakatifu mfariji, awajalieni kufurahia baraka yake na kuja daima mapaji ya huru. Moto ule wa ajabu ulionekana juu ya wanafunzi uitakase mioyo yenu na kila uovu na kuifanya iangaze kwa kuimiminia nuru yake. Na Mungu aliyependa kuunganisha lugha mbalimbali katika ungamo la imani moja, awadumishi ninyi katika imani hiyo, na kwa kuamini awajalie kumwona yeye mnayemtumaini.
na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Nini na amani. Tuketi. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema Na hatuwezi tukamaliza siku ya leo bila kutaja deshi, itakuwa haijaenda vizuri. Na deshi yetu ya leo itawahusu wanafunzi wengine wote isipokuwa form 4 deshi, itakuwa ni rahisi sana. Hapo wanafunzi wengine wote tutajibu deshi yetu, au sio? Leo ni siku ya deshi kwa kina deshi. Nipigeni makofi. Asante sana. Kweli nianze kwanza kumshukuru, namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nimshukuru Father Tito ambaye ametuadhimishia adhimisho zuri sana la sadaka ya misa takatifu. Mmejisikiaje jamani? Hebu mpigie makofi. Mimi nisingeweza kuja peke yangu kwa sababu Father Tito yeye ni mtaalamu wa mambo ya kuimba, alafu pia ni mtaalamu wa mambo ya Kiingereza. Sio, speech yake imejaa Kiingereza kingi. Makofi kwake. Asante sana. Unajua tukipiga swaga nyingi sana tunawaharibia sherehe.